Karibu kwenye neno la Mungu ambalo tunalipata kutoka kwenye Wakorintho wa pili. Chukua Biblia yako usome Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa pili, ambapo Paulo anasema nasi tumeyakataa mambo ya aibu yaliyositirika. Ndio. Sasa hili somo, mambo ya aibu yaliyositirika, unajua kitu chochote ambacho unakifanya moyo wako unakushuhudia kwamba sio kizuri, hayo ni mambo ya aibu. Ndio maana unakifanya kwa siri. Kwa mfano, ukisoma Bible unaona kabisa kwenye nini? Ukienda kwenye Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20, anasema nasi tunajua Kristo alikuja naye ametupa akili. Amekuja ametupa akili. Akili gani aliyotupa? Ni akili ya kukataa mambo ya aibu. Hiyo ndio akili aliyotupa Yesu. Sasa sikiliza, sasa nikupe kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Kama hujafika hatua ukawa mtu unayekataa mambo ya aibu, au kama hauna akili hii ya Kristo ya kukataa mambo ya aibu, kuna mambo mengi yatatokea kwako. Na mojawapo, kwa mfano, amesema kwenye Mithali kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa. Maana yake, kwa mfano, kama unafanya mambo ya aibu ya kuzini na mwanamke, kuzini na mwanaume, ina maana maandiko yanasema huna akili kabisa. Halafu anasema kwa maana anatenda jambo litakaloangamiza nafsi yake. Ukisoma ile Mithali 6 kuanzia 32 na kuendelea, kwamba unafanya jambo linaloangamiza nafsi yako. Kwa hiyo kama unafanya mambo ambayo ni ya wale ambao hawana akili ya Kristo, ndio maana Paulo anasema tumeyakataa mambo ya aibu. Mambo ya wale ambao hawana akili ya Kristo wanafanya mambo ya aibu. Sasa sikiliza, Bible imekushauri kuliko wewe kuwa mzinzi unafanya mambo ya aibu. Umeambiwa ni aheri uowe kama ni mke wa pili, mke wa tatu, mke wa 4, mke wa 5, mke wa 6, ili uwe na amani, ili ufanye kitu hicho kwa uhuru. Sijui kama unanielewa vizuri. Yaani ukiwa na mke wa pili au wa tatu au wangapi, ili utosheleze hamu zako, ni bora mbele za Mungu, ni bora mbele za mke wako, ni bora mbele ya jamii, kuliko kufuatilia wake za watu, kuliko mara kufuatilia wanafunzi, kuliko kufuatilia mabinti. Unafanya vitu vya aibu, ambavyo hivyo vitu vya aibu Mungu amesema kwamba ukiendelea navyo atakudhalilisha navyo. Ndio maana watu wengi unaona wengine wamefia roji, wengine wanafia sijui wapi, kwa sababu wanafanya vitu vya aibu kwa asili. Sasa wewe umeruhusiwa kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Biblia imeweka wazi. Ukisoma Samueli wa pili, nenda kwenye Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 8. Maandiko matakatifu yanasema Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi alimwambia Daudi, akasema kwamba mimi ndiye niliyekupa wake wa bwana wako kifuani mwako, na hata kama hayo yangekuwa machache ningekuongezea. Yaani Mungu anamwambia Daudi kwamba hata kama hao wake wangekuwa wachache mimi ningekuongezea. Na ukumbuke kwamba huyo Mungu ndiye huyo aliyempa Adamu mke mmoja. Sawa? Na ndio huyo aliyempa Daudi wake wengi. Alafu kuna wahuni sasa hivi wanatumia maandiko vibaya, wanasema kwenye Agano Jipya hairuhusiwi kuoa wake wengi. Sijui hizo amri wanazitoa wapi. Yesu aliwahi kusema hivyo? Yesu aliwahi kusema kwamba kwenye Agano Jipya hairuhusiwi kuoa wake wengi? Mbona mnataka kueneza ukatili? Kwa sababu ukimkatili mwanaume kuoa wake zaidi ya mmoja, maana yake unamkatili. Yawezekana yeye maumbile yake na jinsi alivyoumbwa mke mmoja hamtoshelezi. Wewe kama unatoshelezwa na mke mmoja, si utulie ushukuru, kuliko kuwapotosha watu eti kuoa wake wengi ni dhambi. Huoni kwamba? Kwa hiyo unasema kitu ambacho, yani kwanza ukisema ni dhambi na maanisha hata Mungu namtuhumu, kwa sababu Mungu ndiye aliyempa watu wake wengi. Kwa hiyo ukisema ni dhambi na mtuhumu hata Mungu mwenyewe. Na kama wewe ni mchungaji au ni askofu, umekuwa ukihubiri kwamba Mkristo akiongeza mke wa pili au wa tatu ni dhambi, ujue kabisa hiyo dhambi ya kumzingizia Mungu iko juu ya kichwa chako, na siku ya hukumu utaitolea hesabu. Kwa sababu Mhubiri sura ya 12 mstari wa 14 imesema wazi kabisa kwamba kila neno la siri na la wazi watakalo lisema wanadamu wataitolea hesabu siku ya mwisho. Hasa Mungu atakapokuuliza kwamba ulisema kuwa na wake wengi ni dhambi, ni wapi mimi Bwana nilisema hivyo, utasemaje?
Yaani utakapoulizwa utoe hesabu ya maneno yako hayo. Unaposema Mkristo akiongeza mke wa pili au wa tatu ni dhambi, hesabu ya maneno hayo utakapoulizwa uitoe. Useme ni wapi Yesu alisema, hutaonyesha. Useme ni wapi mitume 12 walisema kuwa na wake wengi dhambi, hutaonyesha. Useme ni wapi manabii wote wa Agano la Kale waliposema kuwa na wake wengi ni dhambi, hutaonyesha. Kwa utahukumiwa kwenda motoni. Na amesema kila neno litapelekwa hukumuni. Sasa lazima uwe makini. Sasa narudi kwenye pointi yangu. Tumeyakataa mambo ya aibu. Wakorintho wa pili 4:2. Kutembea na wake za watu au kufanya uzinzi, kufanya ngono, hayo ni mambo ya aibu. Wale walio na akili ya Kristo hawafanyi hayo. Kanisa halikukatazi kuoa wake zaidi ya mmoja. Kanisa linaruhusu, hata Agano Jipya liliruhusu watu kuoa wake zaidi ya mmoja. Ila lilikataza mambo ya aibu ya kuzinizini. Nisikilize. Bible inasema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Anasema kwa sababu ya zinaa basi kila mtu awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Maana yake walikuwa wanatembea na waume za watu, wanafanya mambo ya aibu. Ndio maana akasema kila mtu awe na mke wake mwenyewe, hakusema kila mtu awe na mke mmoja. Wengi huwa wanapotosha hapo. Anasoma hilo andiko anasema, angalia maandiko yamesema ya kwamba kila mtu awe na mke mmoja. Ndivyo ninavyosema. Soma vizuri Wakorintho wa kwanza hiyo 7:1 mpaka 2. Amesema kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe. Kwani ukiambiwa kila mwanamume awe na nyumba yake mwenyewe, amesema uwe na nyumba moja? Akisema kila mwanamume awe na gari lake mwenyewe, amesema uwe na gari moja? Mbona mnapotosha watu? Mnataka kuwahadaa watakatifu, mnawaingiza kwenye hali ambayo ni tete. Sasa kwa sababu anasema kuliko ufanye mambo ya aibu ya kutoka na wake za watu na kutoka na wanawake ambao sio wako wako, oa mke wa pili, wa tatu, weka hapo ili ufanye kwa amani, kuliko kukimbia, mara leo uko roji hii, kesho uko roji ile, mara leo uko na mume wa mtu wa huyu, mara kesho uko hivi, unakimbia tena huna amani. Na we mwanamke hujakatazwa kuolewa kwenda kuwa mke wa pili au wa tatu, hujakatazwa. Kuliko unafanya mambo ya aibu, olewa basi, hata uende kuwa mke wa pili au wa tatu, uitwe umeolewa. Si ndivyo Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza inavyosema? Wanawake 7 walimshika mwanaume mmoja wakasema, tutakula chakula chetu wenyewe na kuvaa mavazi yetu wenyewe, ila tu tuoe utuondolee aibu yetu. Hao watu walienda wakamwambia tuoe, kuliko kuwa wazinzi tuoe. Wewe hujayakataa mambo ya aibu rafiki? Utaharibikiwa, utapata matatizo. Sasa mwingine anaweza kauliza, ni wapi maandiko yanasema Agano Jipya linaruhusu Mkristo kuoa wake zaidi ya mmoja? Ni kuonyeshe maandiko na kuonyesha. Kwanza nenda usome vizuri Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Biblia inasema, Paulo mwenyewe anasema hivi, nasikia kwenu kuna zina ambayo haipo hata kwa mataifa, kwamba mtu wa kwenu anazini na mke wa baba yake. Kumbuka hapo maandiko hayasemi anazini na mama yake. Sijui kama unasikia vizuri. Maandiko yanasema huyo mtu anazini na mke wa baba yake. Kwa hiyo kanisani walikuwepo watu wenye wake zaidi ya mmoja, na Paulo hakuwahi kuwatenga. Paulo aliwatenga huyo aliyezini na mke wa baba yake. Paulo hakuwahi kumtenga huyo ambaye alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Na hata ile Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili naposema imepasa askofu awe mume wa mke mmoja, inaonyesha kwamba kabisa wasio maaskofu walikuwa wanaoa. Na Paulo aliposema imepasa askofu awe mume wa mke mmoja, hakuwa na maana kwamba askofu akiongeza mke wa pili au wa tatu atakuwa amefanya dhambi. Haikumaanisha hivyo. Ule ulikuwa ni utaratibu tu wa kiuongozi na utaratibu tu wa mahali pale na kwa wakati ule. Kama ingekuwa dhambi, mbona Paulo amekataza watu kunena kwa lugha zaidi ya mtu mmoja? Amekataza watu zaidi ya watatu wasinene kwa lugha. Mbona amekataza na watu wananena kwa lugha? Kwa hiyo ni dhambi. Kwa hiyo lile katazo lilosema kwamba imepasa askofu awe mume wa mke mmoja, hakumaanisha kwamba akiongeza mke wa pili au wa tatu ni dhambi. Ilikuwa ni utaratibu wa wakati ule na mazingira yale. Kama ingekuwa ni dhambi, mbona wanawake hata wamekatazwa kuwa wachungaji? Si wamekatazwa kuwa wachungaji, lakini si wachungaji, wengine si mabishop wenu. Sisi tukija tukasema Mkristo anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja, mnatuita wapotoshaji. Na ndio maana ingia kwenye YouTube yetu. Ingia tu kwenye YouTube, andika saa ya uzima wa roho. Utaona huu mdaharo, utaona pia hata haya mafundisho, utaona kuna somo hili la tumeyakataa mambo ya aibu, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili tumefundisha. Wewe ingia tu kwenye YouTube yetu, andika saa ya uzima wa roho. Hapo ndipo kuna eleza. Nimeweka video nyingi sana, kuna video zaidi ya 200 zinafundisha uhalali wa Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja. Na ukisoma pia kwenye Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 7,
Biblia imesema kwamba tuangalie mwenendo wa wale waliotutangulia na tuangalie mwisho wao na kisha tuiige imani yao. Sasa kama Daudi alienenda kwa kuoa wake zaidi ya mmoja na Mungu ameniambia niige imani yake, Yakobo alienenda kwa kuoa wake zaidi ya mmoja na Mungu ameniambia niige imani yake, na hata Ibrahimu sijui wakina nani walienenda na Bwana kwa mwenendo wa kuoa wake zaidi ya mmoja, na Agano Jipya kabisa Waebrania 13:7 inaniambia niige imani yao. Mimi leo nikiwaiga unaniita napotoka? Si nimeiga, Biblia imeniambia niige imani yao, ili mradi hawakutenda dhambi. Kwa hiyo tumeyakataa mambo ya aibu. Acha kufanya mambo ya aibu. Oa mke wa pili au wa tatu ili uwe na amani na Mungu, uwe na amani na raia. Lakini kama unachepuka unaondoka, huna amani, unakuwa unafanya vitu kwa aibu. Ingia kwenye YouTube yetu Saa ya Uzima wa Roho uone muendelezo wa somo hili, kwa sababu hili somo linaendelea. Lina sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 10. Ukifuatia hili somo utalielewa. Kama una swali niulize 0763359745. Wewe niulize. Tumeyakataa mambo ya aibu. Mpaka kesho tumeyakataa.